Ningependa kuuliza mara nyingi hapa unaleta watu gani? Mi mara nyingi kawaida kwamba tunabeba kina mama, jamii mbalimbali, wazee pia, eh, kina baba, vijana wenzangu, unaona eh? Lakini pia tunakuwa tunakutana na changamoto nyingi sana kwenye kazi zetu, unaona eh? Japokuwa kuna wengine hii kazi wanaichukulia ni kama kazi ya kawaida, lakini kwa sisi inatupatia vitu vingi sana ndani ya jamii, hususani kwamba kwa sisi tunaokuwa na familia, tunajali familia zetu, lakini kuna wengine wanatuharibia kazi zetu. Sawa. Sasa John, mimi kwa kweli mimi ni moja kati ya watu ambao wanaheshimu sana hii kazi, kwa sababu hii kazi kwanza imetoa fursa ya ajira kwa vijana wengi sana, na badala ya kijana kuzurula mtaani tayari anakuwa na ajira. Lakini nikuulize swali John, wewe umekuwa ukileta watu hapa wanakuja kumwabudu Mungu, wewe unaamini Mungu yupo? Mimi naamini Mungu yupo. Aha, sawa. Sasa na Mungu akikuangalia sasa hivi John, anakufurahia au amekukasirikia? Kwa mimi nafsi yangu naweza nikasema kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba yu pamoja na mimi. Ehe. Aha, sawa. Sasa unaamini kuna siku ya hukumu ambayo Mungu atahukumu wanadamu wote? Hiyo naamini. Aha, John, wewe rafiki yangu utaelekea wapi siku hiyo ya hukumu? Ah, kutokana na ufanisi wangu naweza nikasema kwamba sijiwekei moja kwa moja kwamba nitaelekea wapi. Mungu mwenyewe ndo anajua. Aha, sawa. Sasa John, nataka nikupe kamtihani kadogo tu kafupi, ili kusudi uweze kujua utaelekea wapi, kwa sababu ni muhimu sana. Unazifahamu amri 10 za Mungu? Amri 10 za Mungu manake ni kutii wazazi na kufata zile sheria zake ambazo alisema kwamba tuje kanisani kumwabudu. Toka umezaliwa mpaka leo umewaheshimu wazazi wako siku zote? Kwa sababu najua uwepo wao. Aha, amri ya 9 inasema usiseme uongo. Toka umezaliwa mpaka leo umesema uongo mara ngapi? Kwa mimi binadamu siwezi nikajihesabu kwamba nimesema uongo mara ngapi, na sidhani kama kuna mwanadamu anaweza akasema kwamba mimi nishaongopa mara 2 au mara 3. Sio kweli. Aha, umeshawahi kusema uongo? Naamini nishasema. Aha, sawa. Sasa ukisema uongo, wazazi wako hawakuwahi kukataza kwamba usiseme uongo? Mara kibao. Kwa hiyo hukuwaheshimu wazazi wako. Sasa amri ya 8 inasema usiibe. Toka umezaliwa mpaka leo umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake? Kwa hapa nilipofikia naweza nikasema sijawahi, labda huko nyuma nilipotokea. Aha, uliwahi ukiwa kwa mfano ukiwa mdogo, uliwahi mama amepika ukadokoa hata mboga? Sio mboga tu, hata hela nilikuwa namwibia. Umesema ukweli, kwa sababu hakuna binadamu ambaye hajawahi kuiba. Amri ya 7 inasema hivi, usizini, lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke wa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke wa kumtamani? Mara kibao. Umesema ukweli. Umewahi kuapa? Amri ya 3 inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Unaweza ukalitumia jina la mamako kama tusi? Hapana. Kwa sababu unamheshimu. Lakini John, haujamheshimu Mungu ambaye amekupa mama, umelitumia jina lake kama tusi. Mbele za Mungu ni kufuru, na kwenye Agano la Kale watu walikuwa wanahukumiwa mpaka anakufa. Kwa hiyo John, mimi sikuhukumu, lakini mwenyewe umekiri kwamba ni mwongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo, na yamkini uliwahi kufanya uasherati. Hilo sitaki kukuuliza. Ukisimama mbele za Mungu sasa hivi, una hatia au hauna hatia? Nikisimama mbele za Mungu ni lazima nisujudu kwamba kwa kile nilichokifanya nimefanya mengi ya kuweza kumkera Mwenyezi Mungu, kumkasirisha pia. Kwa hiyo una hatia, na kama una hatia utaenda mbinguni au jehanamu? Kama ikitokea sasa hivi umekufa hatuombi itokee hivyo, utaenda mbinguni au jehanamu? Kwa maovu ambayo niliyoyafanya naweza nikazungumza kwamba lazima nitaenda jehanamu. Aha, sawa. Na je, hiyo inakutisha au unaona ni sawa tu? Hii lazima initishe, kwa sababu siwezi nikajua huko kuna adhabu ya aina gani. Ni kweli inatisha sana, lakini Mungu ni wa rehema. Unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi John tusiende jehanamu? Mungu alichokifanya kwamba sisi
tuyakemee yale maovu. Hapana, hapo John umekosea. Umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani? Ndiyo. Ah, John wengi wanafahamu hilo, lakini hawajui hili. Wewe na mimi John tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akaja akafa msalabani akalipa fine. Ni sawa na wewe ukipelekwa mahakamani, akitokea mtu akakulipia fine, hakimu anakuachia, anasema John, ulikuwa na fine lakini kuna mtu kakulipia, kwa hiyo uko huru kuondoka. Umewahi kusikia mstari mmoja wa Biblia unasema mshahara wa dhambi? Ni mauti. Uko vizuri, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa maana nyingine John, ni hivi: kwa kuwa umetenda dhambi, Mungu amekuhukumu kifo. Wewe na mimi tunasubiri siku yetu kufika, na ili usiende jehanamu John, unatakiwa kufanya mambo mawili ya muhimu sana. Unajua unatakiwa kufanya nini? Kwanza ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Patia kidogo. Unatakiwa kutubu dhambi zako na kisha unampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu akasema hivi, aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa maana nyingine unazaliwa mara ya pili au unaokoka. Kwa hiyo John, leo hii ukifa unaenda jehanamu, unatakiwa kutubu na kumwamini Yesu. Lini utafanya hivyo? Naweza nikasema kwamba ni kweli unachozungumza, kwamba labda nikili kitu kingine kwamba sisi binadamu hatujakamilika, na sio kana kwamba hatujui kwamba kuna wakati tunahitaji kumsujudia Mwenyezi Mungu na kuyafuta ile dhambi zetu sisi. Uko sawa John, lakini kitu cha muhimu, Biblia inasema hivi: waongo, walevi, wazinzi, waasherati, waabudu sanamu, wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Ili uweze kukwepa hilo, ni kutubu dhambi zako na kumpa Yesu maisha yako. Lini utafanya hivyo? Naweza sitaki kusema kwamba lini nitafanya hivyo, lakini naamini ipo siku nitaingia kwenye nyumba hiyo. Sawa basi. John, nimalizia kusema hivi. John, unajua utakufa lini? Hapana, sijui. Haujui? Inaweza ikawa leo, lakini tunamwomba Mungu akuepushie mbali. Hii pikipiki unayoendesha, kila mwaka Tanzania inaua zaidi ya watu 16,000 kulingana na takwimu za mwaka 2022. Kwa siku duniani John, zaidi ya watu 1,500,000 wanakufa. Wewe ni kijana sasa, umeshuhudia wengi wameondoka. Unaweza ukafikiri kwamba unayo kesho, lakini kumbe hauna kesho. Biblia inasema hivi, tazama wakati uliokubalika ni sasa, siku ya wokovu ni sasa. Kwa hiyo ni kushauri John, usiendelee kuchelewa. Biblia inasema hivi, aonyoe mara nyingi akishupaza shingo yake atavunjika ghafla na wala hatapata dawa. Sitaki uende jehanamu. Utakwenda kuyatafakari haya? Kwa jinsi ambavyo ulivyonigia ile funzo, lazima niende nikatafakari na nijue jinsi ya kumrudia Mungu wangu.